Unatazama Ndizi TV Afrika. Na mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika, natumai kuwa ubuheri wa afya asubuhi ya leo ya siku ya 7 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, na kualika kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, ambapo nitakuwa na kueleza ni yapi yanaendelea nchini Kenya. Karibu uwe nami kuanzia sasa mpaka mwisho, na natumai kuwa umekuwa na weekend njema na bado unaendelea kuwa na hali njema. Karibu, langu jina Jacinta Nyabeta. Nitakuwa na kuarifu mengi ambayo yametokea weekend hii, haswa kwenye siasa, na pia matukio mengi tofauti ambayo yamekuwa yakitendeka. Na pia unaweza kujiunga nami kwenye mtandao yetu ya kijamii. On Facebook utatupata @Ndizi TV Africa, @Ndizi TV News Digital. On YouTube utupate @Ndizi TV News, na pia tembelea tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili uweze kujiunga nasi. Nami unaweza kunipata kwa mitandao ya Facebook @Nyabeta Bosire ili tuweze kujiunga pamoja. Kwa hivyo asubuhi ya leo nitakuwa nakuelezea mengi ambayo yalikuwa yametokea weekend hii, haswa kwenye kisiasa, ambapo tuliona aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiangazia mambo mengi, haswa siku ya jana alipoenda kanisani, na pia matukio mengi yakaweza kutokea alipokuwa kule Kasarani. Na pia tuliona mjini Kisii pia kuna habari za kusikitisha, ambapo nyumba moja iliweza kuporomoka, na pia watu wengi wakapoteza maisha yao kutoka kwenye sehemu hiyo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yalitokea weekend hii, nitakuwa na kuelezea hapa ndani ya Pambazuko ili nawe uweze kuendelea kujua. Na pia tutakuwa tunaangazia magazetini, ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu. Kwa hivyo baadhi ya yale ambayo yameangaziwa kwenye magazeti ni baadhi kuhusu siasa kidogo, na pia waandishi wanazungumza kuhusu matukio ya nchini Kenya. Kwa hivyo kaa nami ili tuweze kuanza pamoja kipindi chetu cha Pambazuko. Lakini kabla sijaanza kipindi chetu, labda tu niwape kwanza himizo la siku, alafu tutakuwa tunasonga mbele kuingia kwenye sehemu ya pili, ambayo itakuwa tunaangazia yaliyojiri, alafu baadaye tufanye tuchambue magazeti. Kwa hivyo himizo la siku ya leo, tunatoa himizo kwenye kitabu cha Zaburi 119. Tusome aya ya 51 ambayo inasema, wenye kiburi wamenidharau mno, sikujiepusha na sheria yako. Nirudie, Zaburi 119 aya ya 51 Konradhi, inasema kuwa wenye kiburi wamenidharau mno, sikujiepusha na sheria yako. Kwa hivyo ni kuonyesha tu kwamba wale wewe bado ama wewe Mkristo labda unaendelea kufuata sheria za Mwenyezi Mungu. Labda kuna wengine wale ambao wanakuambia kidogo si lazima kufuata, si lazima ufuate mambo haya ama yale maandiko ya kibiblia, ama ufuate sheria zake Mwenyezi Mungu. Lakini wewe ni kukuhimiza tu uendelee kubaki pale kwenye sheria ya Mungu, labda kufanya mambo mazuri, kwa sababu tunajua kwamba sheria ya Mungu inakuagiza wewe Mkristo ama wewe kama binadamu kumheshimu Mungu, na pia kumtumikia wakati wote. Kwa hivyo ukiendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu, hata kama unaona kidogo ni kama haileti ama hailipi, si lazima ikulipe. Wewe endelea kufuata sheria za Mwenyezi Mungu, hata kama watu wengine watakucheka ama watakudharau, hata kama wao wana kiburi, usiendelee kuwajali, ilhali wewe songa tu mbele, songa mbele bila kujali yale ambayo wanakuambia kutoka huko nyuma, ama yale ambayo wanaendelea kusema. Wewe endelea kufuata sheria zake Mwenyezi Mungu,
naye ataweza kukubariki. Tunasema kwamba Mwenyezi Mungu anajua sisi wote ni binadamu. Kwa hivyo kila mtu ana sababu yake ya kuwa huko ulimwenguni. Wewe ambaye labda unafikiria labda hauna sababu ya kuwa huko, una sababu yako. Inaweza kuwa bado unasaidia mtu mmoja, utamsaidia mtu mmoja wakati fulani. Hata kama ni kusaidia mtoto mdogo kuvuka barabara, hiyo pia ni kusaidia. Kwa hivyo yale madogo ambayo labda sisi binadamu tunaona kuwa ni madogo, si madogo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yale ambayo unayafanya, yafanye kwa moyo wako wote, na pia hata wengine wakikucheka wakikwambia wewe umekuwa ukimtumikia Mungu kwa muda mrefu, mbona hakubariki? Atakubariki. Muda wako utafika na utaweza kupata zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu amekuwekea. Kwa hivyo ni himizo la siku ya leo kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, na natumaini kuwa itakuwa himizo hilo litakuwa linakusaidia kuanza siku yako. Najua siku ya leo ni siku ya Jumatatu. Watu wengi hawapendi siku ya Jumatatu, na kidogo wanasema kuwa siku ya Jumatatu ni kidogo inawapatia stress, kwa sababu unatoka weekendi ambayo ulikuwa unajiburudisha, ambayo unaendelea kulala mpaka labda saa 5 saa 6 mchana, lakini sasa siku ya Jumatatu lazima urauke mapema, uanze kazi zako ili nawe uweze kujitafutia mapato. Kwa hivyo watu wengi hawapendi sana kuamka siku ya Jumatatu, lakini nikukuhimiza tu uweze kuamka na kuanza siku yako pamoja nami ili tuweze kusonga mbele pamoja. Kwa hivyo karibu sana kwenye kipindi chetu cha Pambazuko siku hii ya Jumatatu. Karibu ili tuweze kuanza pamoja. Kidogo tu siku ya leo nataka tufanye mambo kitofauti kidogo, kwa sababu naona mambo ni mengi ambayo yametokea weekend hii ambayo imepita, na nimeona kuwa watu wamekuwa wakiangazia baadhi ya yale ambayo yalitokea, na najua mjini Kisii kwa watu wengi wanaendelea kulia baada ya kupoteza wapendwa wao siku ya jana, baada ya gorofa moja kuanguka huko mjini Kisii katika bunge la Bonchari constituency pale county ya Kisii, ambayo na pia tuliona kuwa ajali hii iliweza kufanyika siku ya jana asubuhi, ambapo walipoteza watu 5 walipoteza maisha yao kutoka kwa tendo hilo, ama baada ya nyumba hiyo kuanguka na kuporomoka. Na pia tuliona watu wa misaada tofauti wakijitokeza, wakiwemo Red Cross ambao walijitokeza kule na kuendelea kuwasaidia kutoa wale watu ambao walikuwa wameangukiwa na nyumba hiyo, na pia kusaidia wale ambao wameumia pia. Kwa sababu tuliona watu wengi sana walipoteza maisha yao, na pia si jambo ambalo ni la kufurahisha. Na pia tuliona kuwa kidogo wakazi wakisema kuwa hawa Red Cross team pamoja na Fire and Emergency kutoka kaunti ya Kisii walichukua muda kidogo kufika pale, lakini na wengine pia walionekana kusema kuwa walifika kwa muda ambao unafaa. Kwa hivyo pia ni maoni tofauti kutoka kwa wakazi wa eneo hilo la bunge hiyo ya Bonchari, na pia tulimuona naibu gavana wa kaunti ya Kisii pia alifika kule ili kuweza kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na pia tukaona gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati pia yeye akitoa rambirambi kwa wale ambao walipoteza maisha yao, na pia wakasema kuwa uchunguzi utaanza kufanywa, na iwapo wale ambao wenye nyumba hiyo na pia wale ambao walifanya matukio haya ama walio changia kuanguka kwa nyumba hiyo, wakiwemo wenyewe, watakuwa nachukuliwa sheria mkononi, ama sheria itakuwa inachukua mkondo wake ili kuweza kuwafanya pia wao waendelee kuwa accountable kwa hiyo situation ambayo ilitokea kule kwenye kaunti ya Kisii. Lakini kwa sasa labda tuangalie ni yapi yale Deputy Governor wa kaunti hiyo ya Kisii alikuwa anazungumza siku hiyo ya jana. Sasa mjengo kama huu tungetaka kwenda ndani kufahamu ni kwa nini jengo hili limeanguka. Manake jengo hata alikuwa limeweka walls, sasa linaanza kuporomoka. Tutaenda chini kabisa kuhakikisha tumeuliza ni kwa nini. Je, lilijengwa kwa maadili yanayostahili? Je, wamefuata taratibu za ujenzi? Je, vyote vilivyotumika katika mahali hapa, vyuma, seruji na vyote hivi, je, vilikuwa sawa? Kama kuna shida, kama kuna mwenye amelalia kazi yake,
ajue kwamba kuanzia leo kwenda mbele chuma chake kimotoni. We will not relent. This is not how you handle people. Watu hao wote wamenyeshewa na hamu ya kufahamu ni nini kinachoendelea hapa. Ni watu wetu wamekufa sababu ya kiholela ambao tumeona hapa. Hata si lazima uwe mtaalamu kuona upuzi ulio hapa, lakini wacha wataalamu waangalie na wataweza kuona ni nini kinaendelea hapa, nani anaendelea kazi yake, basi atajibu. Ni taarifa ya kusikitisha hiyo, lakini tunaomba kwamba labda kaunti ya Kisii itakuwa inachukulia sheria mkono yake ili waweze kuwa accountable wale ambao walihusika kwenye tendo hilo. Kwa hivyo tukisonga mbele, tunaingia kwenye magazeti kidogo, ambapo tutafanya uchambuzi wa magazeti, ambapo tutakuwa tunakuelezea ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele haswa siku hii ya leo, siku ya 7 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa tunaangazia magazeti tofauti ambayo tumekuwa tukiangazia kutoka hapo awali: gazeti la The Standard, The Daily Nation, gazeti la The Star, The People's Daily pamoja na gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya jumla ya magazeti 5 asubuhi hii ya leo. Tukianza na gazeti la kwanza, gazeti la The Daily Nation. Gazeti la The Daily Nation siku ya leo tunaona taarifa tofauti ambazo zimepatiwa kipaumbele mbele ama zimechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti hilo la The Daily Nation, ambapo gazeti hili tunaona state jobs for those with godfathers. State jobs for those with godfathers, ambayo ni kuhusu ajira nchini Kenya, ambapo tunaona mwandishi anasema scandal, judge revoked hiring of 1,400 tax assistants by KRA for lack of regional balance. Kwa hivyo ni kuhusu tu ya ajira ambayo iliendelea pale kwenye KRA ama Kenya Revenue Authority, ambapo tunaona kwamba jaji alikataa uandishi wa kazi ama kupewa kazi kwa watu 1,400 kwa sababu ya regional balance, ile kubalance regions tofauti. Kwa hivyo tunaona pale state jobs for those with godfathers, betrayal, ambapo mwandishi anasema an MP has unwillingly blown the whistle on an issue that has been a public secret for several years, and though successive administration, political and personal interests surpass institutions' power in hiring teachers, police officers and military personnel, among others. When will this blatant nepotism that has ruined youth lives and future end? Ukurasa wa 7 kwenye gazeti la The Daily Nation. Habari ya kusikitisha hiyo, kwa sababu inamaanisha kuwa wale ambao kwa sasa nchini Kenya watu kupata kazi haswa kwenye sekta za elimu, haswa kuwa mwalimu na pia kuwa askari na pia kuingia kwenye majeshi lolote la nchini Kenya, lazima ukuwe unajuana na mtu ambaye labda ana tabaka la juu ama mtu ambaye anajuana na waheshimiwa. Na hapa ni mwandishi anazungumza kuhusu mbunge mmoja ambaye amezungumzia kuhusu swala hili la kuwapatia kazi wale ambao wanajuana tu na wengine, ama ni kama connections, zile ambazo zinaitwa connections. Unapata kidogo wanapatiwa kazi kwa sababu wanajuana na mtu mmoja ambaye yuko serikalini. Kwa hivyo mwandishi anauliza haya yataendelea mpaka lini? Kwa sababu tunawajua wale vijana ambao hawajuani na kiongozi yeyote, labda hawajuani na mbunge yoyote, hawana mtu ambaye yuko serikalini ambaye atawasaidia. Kwa hivyo ni kuuliza tu, haya yote yataisha lini? Ni lini ama kuanzia lini labda vijana wa nchi ya Kenya wataanza kupata kazi kwa njia ambayo ni ya kweli, ambapo wanapata kazi labda kwa sababu wana yale ama zile papers ambazo wanafaa kuwa nazo, sio tu kujuana na watu. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele ukurasa wa 7 kwenye gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele, taarifa nyingine, Alcoblow set for return amid surge in road carnage. Ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 6 na wa 7 wa gazeti la The Daily Nation, na tunaona
picha ambayo imechapishwa kwenye ukurasa huo wa kwanza ni picha ambayo inaonyesha ajali barabarani, na tunaona gari ambayo imeumizwa sana kwenye ajali, na pia watu ama umati wa watu ambao unaangalia kidogo. Hapo ni county ya Bomet Kericho Highway ambayo ni ajali ilitokea siku ya Jumamosi. The wreckage of Matatu to members Sacco that was involved in an accident on the Bomet Kericho Highway on Saturday. The crash that involved 3 vehicles claimed 15 lives and left 14 people nursing injuries. Kwa hivyo ni hiyo picha ambayo mnaiona hapo ni ajali ambayo ilitokea siku ya Jumamosi, ambapo ilipoteza ama watu 15 walipoteza maisha yao na wengine 14 kuumia kutoka kwa ajali hiyo. Kwa hivyo taarifa hii tunaona kuwa mwandishi anaangazia kuhusu ajali barabarani, anasema at least 1139 people have been killed on road accidents in the last 3 months, raising concerns about a slide back into highway slaughter and prompting authorities to reintroduce alcohol tests on drivers nationwide. We will do whatever it takes to bring sanity to the roads, Transport Cabinet Secretary Davis Chirchir said yesterday when he announced the return of Alcoblow among other measures to tame rising in accidents. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inaangazia kuhusu waziri wa barabara David Chirchir ambaye aliangazia masuala ya ajali, akisema kuwa watu wengi wamepoteza maisha yao kwa miezi mitatu ambayo imeisha. Watu 1139 wamepoteza maisha yao kwa ajali za barabarani. Kwa hivyo na tumeona kuwa waziri Davis Chirchir amesema kuwa atakuwa anarudisha ile Alcoblow ambayo ilikuwa inatumika hapo awali ili kuhakikisha kuwa labda kupunguza ajali barabarani. Lakini hatujui kama ni pombe peke yake ama ni ulevi ambao unafanya kweli watu wapate ajali barabarani. Pia tunaona kuwa kidogo watu mama dereva wengine huenda kwa mwendo wa kasi, wengine hujaza watu, kwa sababu tumeona Wakenya wamekuwa wakijitokeza wakisema kuwa askari ambao traffic police ambao wanakuwa barabarani mara nyingi hawafanyi kazi yao. Kazi yao ni kuchukua tu hongo. Kwa hivyo hawaangalii labda kuna gari ambayo imebeba watu wengi kupita kiasi, labda ni Probox zile ndogo ambazo zinapaswa kubeba watu 4 5. Unapata kuwa Probox imebeba watu kufikia 10 mpaka wanaweka wengine kwenye boot, ama kuna wengine ambao unapata kwenye hizi matatu ambazo labda ni 14 passengers, wengine 11. Unapata hii ya 14 unapata kwa watu wanafika mpaka 20 ama 22. Kwa hivyo ni taarifa ambayo je, ni Alcoblow pekee yake inapaswa kurudishwa? Pia maafisa wa polisi ambao wanafanya kazi, wale wa trafiki ambao wanasimama barabarani, pia wao wanafaa kuangaziwa, kwa sababu pia wao ni kama kidogo wanachangia kwenye ajali barabarani. Kwa hivyo ni taarifa pia ambayo imepatiwa kipaumbele asubuhi ya leo. Ukurasa wa 3 tunaona shilingi bilioni 1.3 windfall for Donald Kipkorir win over City Hall. Ambayo mwandishi anazungumza akisema City lawyer Donald Kipkorir is set to receive 1.3 billion from Nairobi County government as payment for his legal services in 2 court cases. Kwa hivyo ni taarifa yake wakili Donald Kipkorir ambaye atakuwa analipwa shilingi bilioni 1.3 baada ya kushinda kesi 2 ambazo zimekuwa kule City Hall. Ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele kuna kwenye gazeti hilo tunaona National News, tukiona ODM will face Ruto in 2027 says Raila. Mr. Odinga, who recently entered into a pact with President Ruto, says his party will challenge the incumbent in the next election. Ukurasa wa 4 Raila Odinga alizungumza siku ya Jumamosi kule Mombasa alikokuwa kwenye hafla ya kusherekea pamoja na Waislamu
kule jijini Mombasa. Alikuwa na viongozi wengi tofauti akiwemo pia Joho, tuliona gavana wa kaunti ile, pia viongozi wengi wa ODM pia wakajitokeza, ambapo alikuwa anaangazia masuala ya uchaguzi ambao unaanza siku ya leo, ama zile primaries za chama hiyo ya ODM. Kwa hivyo kwa chama hicho cha ODM. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele, ambapo kinara wa ODM Raila Odinga amesema kwamba watakuwa wanaenda moja kwa moja ifikapo mwaka wa 2027, watakuwa wanasimama upande mwingine na Ruto, si kusimama pamoja. Na alisema kuwa hakuingia harusini, alisema kuwa harusi yake na Rais William Ruto si ya kuwasaliti wa Kenya, bali ni ya kuwasaidia ili waweze kupata maendeleo na pia kuwasaidia waweze kusonga mbele humu nchini Kenya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la The Daily Nation. Tukisonga mbele kwenye gazeti hilo, Chaos Rock Gachagwa's church meeting in Nairobi. Taarifa ya kusikitisha ambayo siku ya jana tuliona aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alienda kule Mwiki Kasarani alipokuwa anahudhuria kanisa, ambapo tuliona kuwa watu wengi ama vijana na pia watu ambao hawajulikani walijitokeza, wakaenda kule wakaleta chaos pale, wakaanza kurusha mawe na pia kupiga kelele, kwa ambapo tulimuona Rigathi Gachagua pia kwenye kanisa hilo la Mwiki. Kwa hivyo ni taarifa pia imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti la The Daily Nation. Ukurasa wa 2 tunaona National Drama Festival kicks off Battle of Titans as Feet starts. Kwa hivyo taarifa ya wanafunzi wa shule za upili, ambapo wameanza National Drama Festivals ambazo zilikuwa zinapaswa kuanza. Kwenye ukurasa wa 2 utakuwa unapata taarifa hiyo kwa undani kabisa. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Daily Nation. Tukisonga mbele kwenye gazeti jingine ni gazeti la The Standard, ambapo pia tunaona mwandishi ameangazia masuala mengi ikiwemo budget betrayal. Ni taarifa ambayo tunaiona pale kwenye ukurasa huo wa kwanza. Tunamuona pale waziri wa fedha John Mbadi akiwa ameshika tama, na pia picha ya National Treasury ambayo pia imechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza. Kwa hivyo mwandishi anazungumza akisema kuwa cash crunch, anasema the government is preparing to storm back, blood-stained briefcase in hand, to wring the last drops from a crumbling economy. Budget making has morphed from a duty to serve citizens into a desperate bid for the state's survival. For millions of the poor who are barely hanging on, it's yet another demand to tighten already frayed belts. Last year's finance bill protests cost dozens of young lives, yet the regime, deaf and unshaken, presses on, hell-bent on taxing even the air Kenyans breathe. Kwa hivyo ni mwandishi anajaribu kuangazia jinsi kwa sababu tuko karibu kuanza mwaka mwingine ama next financial year, ambayo wakati finance bill ya mwaka uliopita ilikuwa inasomwa na rais ama na waziri wa fedha, wakati ule tuliona vijana wa Gen Z walikataa, wakasema kuwa haitatusaidia sisi kama wa Kenya, ama hii finance bill haitakuwa inasaidia Kenya nzima, haileti maendeleo, ila ni ya kuwasaidia tu wale ambao wamo serikalini na kusaidia tu state officers. Kwa hivyo mwandishi anajaribu kuzungumzia kuhusu uchumi nchini Kenya, hali ya uchumi nchini Kenya, na kujaribu tu kuangazia jinsi labda kile kitu ambacho Wakenya tena wanangojea mwaka huu, kwa sababu tukiona hapo jinsi alianza kuzungumza kwenye hiyo statement yake ya kwanza akisema the government is preparing to storm back, blood-stained briefcase in hand, to wring the last drops from a crumbling economy.
Kwa hivyo tumeona kwamba tangu Rais William Ruto aingie serikalini, ushuru watu wameanza kulipa ushuru ambao uko kwa asilimia ya juu kidogo kuliko hapo awali ama miaka ya hapo awali na kwa serikali yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na pia tumeona akiendelea kuleta mambo mengi ambayo Wakenya wanapaswa kulipia, ikiwemo ushuru kidogo, ile tax ambayo inalipwa ya kawaida kwenye commodities tofauti ama products ambazo zinauzwa nchini Kenya. Kuna ile tax ambayo huwa inalipwa kutoka hapo awali, na pia tunaona kuwa Mkenya anaendelea kulipia affordable housing. So kwa hivyo sasa hivi Wakenya wote ama wale ambao wamo serikalini wanalipa ushuru, wanalipia housing, na pia tunaona kuwa SHA imekuwa introduced tena. Kwa hivyo watu wanaendelea kulipia. Lakini hapo awali tulikuwa pia na NHIF. Kwa hivyo kidogo tu ni Wakenya hawaelewi yale ambayo yanaendelea haswa kwenye uchumi. Tulimuona Rais William Ruto akizungumzia uchumi nchini Kenya wakati alikuwa kwenye ziara yake ya Mlima Kenya, ambapo alikuwa anasema kuwa uchumi wa nchi ya Kenya sasa umekuwa sawa ama anaendelea kufanya ukue sawa, akisema kuwa inflation ambayo wakati aliingia ofisini ilikuwa juu, kwa sasa imepungua. Akazungumza mambo mengi kuhusu haya mambo yote. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 4, wa 5 na wa 6 ikiangazia masuala ya uchumi nchini Kenya. Na tunaona the 2025 budget perpetuates past policy failures, worsening the cost of living, taxes and public services. Instead of relief, the budget will increase taxation and debt. Kwa hivyo hiyo ni ripoti ya PBO. Na pia tunaona Patrick Mwinde pia ambaye ni economist ambaye anasema the president is campaigning and using public resources to mobilize people, which has no value to the economy. If those funds were invested in education or health, it will be much better. Kwa hivyo ni baadhi tu ya maoni ya watu tofauti kuhusu uchumi na jinsi serikali inatumia pesa za umma kufanya siasa za mapema na pia kuendelea kufanya kampeni za mapema. Kwa hivyo taarifa hii pia inaangazia shilingi trillion 3.385 trillion. This is the total revenue for 2025-2026 financial year, up from 3.06 billion projected for the current financial year. Kwa hivyo shilingi hizi trillion 3.385 ni zile pesa ambazo zimetumika ama the total revenue ambayo imekuwa kutoka ambayo itahitajika mwaka wa 2025-26 ambayo imepanda kutoka shilingi bilioni 3.06 ambayo ilikuwa itumike for the current financial year. Kwa hivyo ni kuonyesha tu jinsi pesa inatumika nchini Kenya na haswa kwenye uchumi, na ni pesa ya umma. Tukumbuke kwamba ni Mkenya wa kawaida ambaye anaamka asubuhi kwenda kutafuta pesa ili alipe ushuru na pia yeye mwenyewe aendelee kujitegemea ama kujisimamia. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwa undani kwenye ukurasa wa 4, wa 5 na wa 6 kwenye gazeti la The Standard. Tukisonga mbele ukurasa wa 2, I will not be intimidated, says Gachagua. Ukurasa wa 2, Gachagua baada tu ya tulimuona siku ya jana alizungumza siku nyingi siku nyingi lakini ni siku moja tu baada ya Rais William Ruto kumaliza ziara yake ya Mlima Kenya, na tulimuona kule alikuwa naibu wa rais akizungumza hapo jana akisema kuwa yeye hatatishwa. Bado atakuwa anasimama na atakuwa anamwambia Rais William Ruto kile ambacho anapaswa kukifanya, ama kama atakuwa anaona mambo mabaya bado atakuwa anayasema, atakuwa tu ananyamaza. Kwa hivyo taarifa hiyo utaipata kwenye ukurasa wa 2 kwenye gazeti la The Standard. Tukisonga mbele gazeti la The Standard pia ukurasa wa 23 tunaona citizens rise up against Trump. Ni kuzungumza tu kuhusu Donald Trump kwa sababu tumekuwa tukimuona pia yeye akisema aliingia ofisini akisema kuwa we will make America great again, ambapo tulimuona juzi tu alipeana
inaitwaje, alipeana directive ya kuwa zile products zote ambazo zitakuwa zinatoka nchini Kenya zitapanda, ama ushuru utaongezwa kwa ifike 10%. Kwa hivyo zile products zote ambazo Wakenya walikuwa wanazitoa nchini Kenya wakizipeleka Marekani zilikuwa ziongezwe ushuru kufikia 10%. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo watu walianza kuzungumza ama kunongonezana kuhusu jinsi Donald Trump anaendeleza kazi yake kule Marekani. Na sio hayo tu, na pia tuliona pia aliongeza ushuru kutoka kwa zile bidhaa ambazo zinatoka China zikiingia Marekani. Kwa hivyo pia ni njia mojawapo ya kuonyesha kuwa Rais Donald Trump kwa sasa anataka Amerika iwe inajisimamia yenyewe na irudi kuwa ile Amerika ambayo watu walikuwa wanajua kitambo, jinsi alikuwa anasema ile Amerika ambayo ni superpower. Tunajua kwamba ni superpower bado, lakini kidogo amekuwa akifanya maendeleo tofauti tangu aingie serikalini, ikiwemo pia ni kuwarudisha wale ambao hawana papers zile ambazo zinafaa kule Marekani, ambao ni immigrants wako pale illegally. Na pia amekuwa akifanya kazi nyingi ambayo kidogo rais wengine kutoka hapo awali hawakuwa wanafanya. Na pia ni baadhi ya zile hisia kutoka kwa watu sasa wameanza kusema kidogo hatupendi yale mambo ambayo Donald Trump anafanya. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaikuwa unaipata kwenye ukurasa wa 23 kwenye gazeti la The Standard. Tukisonga mbele kwenye gazeti hilo kwenye makala ya afya, kuna pull-out ambayo itakuwa inaangazia masuala ya afya, health and science, ambayo watakuwa wanaangazia meno. Na pia mbele tuna taarifa za sporti, so close yet so far for Brave Sevens team, ambayo ni mchezo wa rugby ambao pia umeangaziwa kwenye ukurasa wa 32 gazeti la The Standard. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele asubuhi hii ya leo. Tukisonga mbele kwenye gazeti lingine, kabla tuchukue tu mapumziko mafupi, kuna gazeti la The People's Daily, na pia inaangazia masuala tofauti, haswa masuala ya kisiasa. Tunaona public finance, na pia kidogo tunaona mwandishi akiangazia masuala ya wabunge na pesa za basari, ambaye anasema MPs on spot over missing basari cash. Pesa za basari ambazo hazipatikani. Kwenye ukurasa wa 4 tunaona pale Johana Ngeno, ambaye anaitwa Johana Ngeno Emurwa, na pia tunamuona mbunge Alpha Miruka wa Bomachoge Chache. Joanna Ngeno ni wa Dikir, na pia tunamuona Naisula Lesuda wa Samburu West, Joseph Makilap wa Baringo North, Aduma Owar pia wa Nyakach, na pia Abdirahman Kunradhi Mohamed Abdi Lafi. Pia ni wabunge ambao wamepatiwa kipaumbele kule, wamechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza kwenye gazeti hilo la The People's Daily, na wanaangazia tu kidogo kuhusu pesa ambazo zimepotea, ambazo hazipatikani za basari. Kwa hivyo taarifa hiyo utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 4 kwenye gazeti hilo la The People's Daily. Na ukisonga mbele kwenye gazeti hilo tunamuona Noroji, the passing of legal sage and poet. Ni mmoja wa mawakili kwenye sekta ya sheria. Tunamuona wamempatia hapo rambirambi. Ni taarifa tu ya kumsherekea Noroji, ambaye amekuwa akifanya kazi nzuri haswa kwenye sheria nchini Kenya, na pia yeye wamempatia tu wanamzungumzia kuhusu yale ambayo amekuwa akiyafanya, na tunajua kwa alikuwa pia ni mpenzi wa sheria haswa humu nchini Kenya, na amesaidia wengi. Ni kutoka kwa Law Society of Kenya tumeona mawakili wengi wakituma rambirambi zao haswa kwa familia yake, ili kwa sababu alipoteza maisha yake
ili waweze kuwa pamoja. Kwa hivyo ni tribute ambayo mwandishi wa The People's Daily amempatia Nuroji. Na pia tukisonga mbele, Chaos Rock Gachagwa's Church Event. Ni taarifa ya hapo jana ambapo Rigathi Gachagua alipatwa na butua baada ya vijana na goons kujitokeza alipokuwa kanisani kule Kasarani Mwiki. Na pia tulimwona Gachagua akianza kuwalaumu akilaumu gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na Rais William Ruto, akisema kuwa wao ndio walikuwa wamepanga kuwa watu hao wafike kule na waweze kusumbua kanisa ama ile kuendeleza ile mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kule kanisani. Kwa hivyo taarifa hiyo utakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 5 na ni taarifa ya kisiasa. Alarm over arms smuggling to South Sudan. Ni taarifa nyingine ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 6 ambayo pia huko juu kwenye People's Daily imepatiwa kipaumbele. Kwa hivyo jinyakulie gazeti hilo la The People's Daily uweze kujipatia taarifa hizo kwa undani kabisa. Kwa hivyo bado tumesalia na gazeti la The Star na gazeti la Taifa Leo ambalo tutakuwa tunaangazia kwa undani pia kwa muda usio kwa mrefu, lakini kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi. Tukirejea tuendelee na uchambuzi wa magazeti. Endelea kubaki nasi ndani ya Pambazuko, ikiwa ni siku ya 7 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Mtandaoni utatupata @Ndizi TV News Digital kwenye mtandao wa Facebook, na pia YouTube utatupata @Ndizi TV News, na pia tovuti yetu ni www.ndizitv.co.ke. Tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu, usiende mbali. Unatazama Ndizi TV Afrika. Ndugu wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1,
B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV Africa. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko siku hii ya Jumatatu. Natumai kuwa ubuheri wa afya. Kama unaanza kipindi chetu sasa hivi, karibu na uendelee kuwa nasi. Tulikuwa tunaangazia masuala ya siasa na pia yale ambayo taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele haswa kwenye magazeti asubuhi ya leo, ambapo tumemaliza kuchambua gazeti la The Standard, The People's Daily na pia gazeti la The Daily Nation. Tukiangazia sasa, tunaangalia kwenye gazeti la The Star ambalo pia wamepatiana kipaumbele kwenye taarifa tofauti tofauti, ikiwemo taarifa
ya betting. Naona gambling craze killing youths, most listed as varsity students and boda riders, ukurasa wa 4 na wa 5. Ni kuhusu betting ambayo imekuwa ni ambayo inaleta ama inachangia kwa vifo haswa kwa wanafunzi, na haswa wanafunzi wa vyuo vikuu ama university students, pamoja na waendeshaji wa bodaboda ambao pia naona pale betting numbers ambazo mwandishi ameangazia hapo kidogo. 776 billion amount Kenyan spent on gambling in 2024. So mwaka uliopita Wakenya walitumia shilingi bilioni 766 kwa gambling. Na pia tukisonga mbele 2.1 billion shilling average spent daily. Kwa hivyo kwa siku moja kwenye hizi 766 billion unapata 2.1 imetumika kwa siku moja kwa betting. Na ukisonga mbele shilingi 1825 average amount ambayo inatumika in months. Okay, kidogo tunajaribu kuelewa kuangalia vizuri lakini haionekani, lakini ni baadhi tu. 49.2 billion ambayo ni projected Kenyan's gambling market in 2025. Kwa hivyo ni zile ambazo zilitarajiwa kutumika mwaka huu wa 2025. 10,000 is the number of direct jobs created by the industry. Kwa hivyo kazi ambazo zinatoka kwenye industry ya gambling ni 10,000. 500,000 is the number of indirect jobs. Kwa hivyo ni baadhi ya zile ile report ambayo mwandishi amepeana kuhusu gambling ambayo inaendelea nchini Kenya, na haswa kati ya wanafunzi wa shule na waendeshaji wa bodaboda. Taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti hili la The Star. Na pia tukisonga mbele Ruto Kindiki keep low profile after 5-day Mount Kenya tour. Tumekuwa tukimwona Rais William Ruto wiki nzima wiki iliyopita akizunguka kwenye mlima Kenya kwenye kaunti tofauti ambapo alimaliza ziara yake siku ya Jumamosi akimalizia kaunti ya Kiambu na Nyeri, ambapo tulimuona akiangazia masuala tofauti, akazindua miradi nini, lakini jana hatujamuona Rais Ruto pamoja na naibu wake mahala popote, hawajazungumza. Kwa hivyo mwandishi anaangazia taarifa hiyo pia kwenye ukurasa wa 10 kwenye gazeti la The Star. Pia kwenye ukurasa huo wa 10, Raila's ODM party suffers major financial setback ahead of the grassroots polls. Kwa hivyo ni kuhusu chama cha ODM ambacho mwandishi anazungumza akisema kuwa kidogo zinapata changamoto ama chama hiki cha ODM kinapata changamoto haswa kwa pesa, na wakiendelea kujipanga kufanya uchaguzi ambao unaendelea ambao unatarajiwa kuanza hii leo kwenye kaunti tofauti na bunge tofauti. Kwa hivyo ni taarifa ya kuangazia changamoto ambazo chama cha ODM haswa changamoto za pesa za kufanyia uchaguzi ambao unatarajiwa kuanza siku ya leo kwenye maeneo tofauti nchini Kenya. Taarifa utaipata ukurasa wa 10 kwenye gazeti hilo la The Star. Na pia tukisonga mbele ukurasa wa 16, lakini kabla niingie ukurasa wa 16 tuone kwanza ukurasa wa 2. Feroz Noroji ambaye ni giant of law who challenged power, ni pia wamempatia tribute. Feroz ambaye alikuwa ni wakili na amekuwa akifanya kazi kwenye judiciary na pia kuleta ama kuhakikisha kuwa sheria inachukua mkondo wake kwa muda mrefu, lakini aliweza kupoteza uhai wake. Kwa hivyo ni tribute ambayo pia gazeti hili la The Star mwandishi amempa Feroz Noroji. Taarifa utaipata ukurasa wa 2. Ukurasa wa 16, Wycliffe Muga, tunaona plenty of work ahead of for Kenyans think tanks.
ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 16 ambapo Wycliffe Muga anaendelea kuchambua kidogo kuwa ni yapi yale Wakenya watakuwa wanatarajiwa kufanya kwenda mbele, ambayo anasema kuwa plenty of work ahead for Kenyans think tanks. Kwa hivyo taarifa hiyo utakuwa unaipata ukurasa wa 16. Na pia tunaona pale taarifa ya Ministry of Interior and National Administration, taarifa tu ambayo pia imechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza kwa gazeti hilo la The Star. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Star newspaper. Tukisonga tu mbele kwenye gazeti la mwisho la siku, gazeti la Taifa Leo, na tunaona pale hii ni siasa mbaya. Hii ni siasa mbaya. Mwandishi ameangazia kuhusu siasa nchini Kenya, haswa kwa yale ambayo yameendelea kutokea hapo jana, ambayo yalitokea kule Kasarani. Wahuni wavamia kanisa na kuharibu mali, kujeruhi waumini, huku wakivuruga ibada iliyohudhuriwa na Gachagua. Na tunamuona mwandishi akisema kuwa hii ni siasa mbaya. Ameonyesha kule picha tofauti ambazo zilipigwa hapo jana April 6, 2025, na gari ya kwanza, ama hapo kwenye picha ya kwanza tunaona gari lililoharibiwa kwenye ghasia katika kanisa la PCEA Mwiki Nairobi huko jana. Na pia tunaona gari ambalo lililoharibiwa kwenye vurugu kanisani Mwiki jana, ambapo kwenye ibada hiyo iliyohudhuriwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Hiyo ni pia tarehe 6 ambayo ni jana. Na pia tunaona kuwa Novemba 28 mwaka uliopita 2024, tunaona uharibifu katika mazishi eneo la Limuru. Rigathi Gachagua alihudhuria hafla hiyo. Kwa hivyo mwandishi anajaribu tu kuangazia yale ambayo labda hizi vurugu jinsi zimekuwa zikitokea April 6 ambayo ni jana na November 28, kuonyesha tu yale ambayo yametokea. Tunajua kwamba Novemba tarehe 28 aliyekuwa naibu wa rais alihudhuria mazishi eneo la Limuru, na wakaweza pia wahalifu wakakuja na wakaharibu mali na pia wakaharibu sherehe ambayo ilikuwa inaendelea hapo, ama hiyo hafla ya matanga. Na pia tunaona jana gari liliharibiwa kwenye hafla hiyo, ambayo ni gari ambayo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ilikuwa tu pale, ambayo pia alikuwa anatumia. Disemba tarehe 28 mwaka uliopita, pia tunaona fujo katika hafla ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika eneo la Nyandarua. Kwa hivyo ni kama kidogo hizi hafla ambazo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anahudhuria, kidogo tumekuwa tukiona wahalifu wakitumwa kwenye hafla hizo na kuharibu yale maendeleo, ama si maendeleo lakini kuharibu hiyo hafla ama sherehe ambayo Rigathi Gachagua anahudhuria. Kwa hivyo mwandishi anasema hii ni siasa mbaya. Na anasema hapo chini hatari, akisema visa vya ghafla visa vya hafla zinazohudhuriwa na wanasiasa wanaonekana kuwa katika upande wa upinzani kuvamiwa na kutishiwa maisha vinachora taswira mbaya inayoweza kuitumbukiza nchi hii pabaya. Ukurasa wa pili, taarifa hiyo inapatikana kwenye ukurasa huo, na tumeangazia masuala tofauti ambayo yamepatiwa kipaumbele, na haswa mwandishi akitupa taswira ilivyo kwenye hafla hizo ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akihudhuria. Tumeona gari ambayo imepigwa kioo upande wa mbele na upande wa nyuma, na ambayo ilitokea hapo jana, na hafla ya mazishi kule Limuru ambayo pia viti vilivunjwa na mali kuharibiwa kwa sababu Rigathi Gachagua alihudhuria hafla hiyo. Na pia tumeona Disemba 28 pia fujo ilitokea katika eneo la Nyandarua wakati pia Rigathi Gachagua alihudhuria hafla ya mazishi. Kwa hivyo pia ni
baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele, na tunaona pia picha yake Bwana Rigathi Gachagua hapo ikiwa imechapishwa kwenye taarifa hiyo, hasa kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa pili, tunaona mnada wa ajira katika serikali. Tunaona ripoti za chipuka kuwa barua za ajira zinatolewa na wanasiasa tena kwa pesa nono. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia tumeiona kidogo kwenye gazeti la The Daily Nation, na tunaona kwa Taifa Leo ambayo inazungumzia ikiangazia ripoti ambayo mbunge mmoja alipeana akisema kuwa ajira ama barua za ajira zinatolewa na wanasiasa, na hawa wanasiasa wanauza barua hizi kwa pesa nyingi ili kumpa mtu kazi fulani ama ajira. Kwa hivyo ni taarifa ya kusikitisha ambayo inaonyesha kidogo mwandishi alikuwa ameangazia hapo awali kwenye gazeti la The Daily Nation, na akiuliza kukiendelea hivi kwa sababu kuna yule kijana ambaye hana pesa fulani, hana hela za kulipa huyu mwanasiasa ili aweze kupata hii barua ya kazi. Je, yeye atakuwa anapata aje kazi, yeye kama Mkenya ama yeye kama kijana? Kwa hivyo ni taarifa pia imeangaziwa kwenye ukurasa wa pili. Raila ajivua joho la usaliti kuhusu mwaka wa 2027. Tangazo kuwa ODM itawania urais katika uchaguzi ujao la wapa waliokerwa naye matumaini. Kwa hivyo ni taarifa ya ukurasa wa 5 ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 5 na imeangaziwa kwa undani kwenye ukurasa huo, ambapo tulimuona Rais William Ruto pamoja na kinara wa ODM walikuja katika muungano, lakini tulikuwa tukiona pia kinara wa ODM akijaribu sana kuwaelezea Wakenya kuwa huu muungano haumaanishi kuwa mimi nimewasaliti. Inamaanisha kuwa muungano huu unamaanisha kuwa mimi nimeingia serikalini ili niweze kuwasaidia Wakenya kupata maendeleo. Na tulimwona siku ya Jumamosi akizungumza kule jijini Mombasa akisema kuwa viongozi ama wabunge haoni haja ya wabunge kupewa pesa, ilhali kazi yao ni kutunga tu sheria kule bungeni. Hawapaswi labda kupatiwa pesa sijui ya kufanya maendeleo. Hapo ni kulingana na kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye alisema kuwa kwa sasa wabunge wanapaswa kupatiana pesa ama wanapaswa kupitisha miswada ya kuzipa kaunti zetu pesa za kuwafanyia wananchi maendeleo ili kuweza kuwasaidia. Na akazungumza akisema kuwa haoni haja ya labda kufungua hospitali ama kazi ya kufungua hospitali ama kujenga hospitali kwenye kaunti, labda inapaswa kuwa ya kaunti. Haoni haja, mbona serikali inakuja kwenye kaunti fulani kufanya ama kuzindua mradi wa kujenga hospitali ilhali pia kaunti hizi zinapatiwa pesa. Kwa hivyo ni matamshi yake Raila akiwa kwenye hafla moja ya kusherekea ilikuwa sherehe ya Waislamu kule jijini Mombasa, na pia wakati ambapo pia alikuwa anaangazia akizungumzia masuala ya uchaguzi wa chama hicho cha ODM ambao unaanza siku ya leo, ama chaguzi zile ndogo ndogo za chama hicho cha ODM. Taarifa hiyo tutakuwa unaipata kwenye ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Taifa Leo. Na pia tunaona maandamano ya kulaani Trump. Tunaona pale ukurasa wa 8, taarifa hii imeangaziwa kule kwa undani kwenye ukurasa huo, na tunaona maelfu ya raia wamiminika barabarani katika majimbo yote 50 kupinga sera zake kandamizi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tunaona raia wamejitokeza na wanaendelea kuangazia masuala ama wanaendelea kukashifu yale maendeleo ambayo Donald Trump anayafanya kule Marekani. Taarifa hiyo utaipata ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 3, Ruto alivyohepa aibu mlimani. Ni taarifa ya kisiasa pia. Tunaona mipango makinifu iliyofanywa mapema ilizuia kutokea kwa visa vya fedheha. Kwa hivyo ukurasa huo wa 3 tunaona Ruto
alivyohepa aibu mlimani. Tuliona kwa Wakenya wengi walikuwa wanatarajia, si Wakenya peke yake, wanasiasa tu kwa jumla na pia hata wakazi wa Mlima Kenya, lakini tuseme tu Wakenya kwa jumla hawakuwa wanatarajia ziara yake Rais William Ruto ya Mlima Kenya kuenda jinsi ilivyoenda. Na pia tuliona kuwa viongozi wa Mlima Kenya wengine waliweza kumkaribisha, ambao pia walikuwa wamesimama na Bwana Rigathi Gachagua. Tulikuwa tumeona Rigathi Gachagua akizungumza akisema kuwa yeye ndiye anaongoza ama yeye ndiye kingpin wa kule Mlima Kenya, lakini tukamwona jinsi Rais Ruto alielekea pale, aliweza kukaribishwa vizuri. Na hapo awali Rigathi Gachagua alikuwa ameambia watu wa Mlima Kenya wamkaribishe Rais Ruto, lakini wasimkubalia azungumze kupita dakika 20, na pia kama atawapa pesa wachukue, lakini wasiziweke mahali ambapo labda tuseme wasitumie pesa hizo kulipia watoto wao karo ama kuzieka ama kuzihifadhi tu mahali fulani, kwa sababu pesa zake Rais William Ruto zilimelaaniwa. Na pia tuliona viongozi kutoka Mlima Kenya pia wengine wa kidini wakisema kuwa pesa ni pesa na pesa haijalaaniwa, kwa hivyo itakuwa inatumika. Ni baadhi tu ya ile mipango. Kwa hivyo mwandishi ameangazia mipango iliyofanyika na iliyochangia ziara ya Rais William Ruto Mlima Kenya kuwa ziara nzuri na yenye utaratibu wa kutosha. Na pia hatukuona wakazi wa eneo lile wakifukuza viongozi ama wakimnyamazisha Rais William Ruto, lakini tuliona tu siku ya Ijumaa ambapo Kimani Ichung'wah alifokewa ama alinyamazishwa na ile ama ule umati ambao ulikuwa unasikiza Rais William Ruto kule kwenye Mlima Kenya, na pia viongozi wengine wachache. Lakini baada tu ya viongozi hawa kupigiwa hiyo kelele ama kuzomewa, hatujaona tena viongozi wengine ambao walinyamazishwa na wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya. Tukisonga mbele kwenye taarifa ya mwisho, taarifa ya spoti, Liverpool wakutana na kisiki EPL. Kwa hivyo wanasema kuhusu Liverpool ambayo wapoteza mechi ya pili katika ligi kuu msimu huu dhidi ya Fulham. Kwa hivyo ni taarifa ya spoti ambayo pia imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la Taifa Leo. Jinyakulie gazeti hilo ili uweze kupata taarifa hizo kwa undani na kwa umakini kabisa. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hizi 5 asubuhi ya leo, ambazo zimenunuliwa sana ama zinanunuliwa sana na wananchi wa Kenya. Gazeti la The Standard, The People's Daily, The Daily Nation, The Star na gazeti la Taifa Leo. Tukiangazia tu yale ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti haya yote, maudhui ambayo yamejitokeza ni kati ya siasa, maudhui pia ya ajira na ufisadi, kwa sababu tuliona hapo ufisadi haswa kwenye kupata kazi, ambapo tumeona waandishi wakiangazia jinsi vijana kupata kazi. Kwa vijana kupata kazi nchini Kenya lazima wajuane na viongozi ama wabunge tofauti ambao pia watawapatia pesa ili wawape kazi. Kwa hivyo ni baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza. Na pia tumeona ukosefu wa usalama, ambapo tumeona Bwana Rigathi Gachagua waandishi wakiangazia jinsi hapo jana vurugu zilitokea kule kwenye kanisa la PCEA kule Kasarani, ambako aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alihudhuria, na pia kuangazia tu yale ambayo yamekuwa kitokea mahala ama kwenye hafla ambazo Rigathi Gachagua amekuwa akienda pamoja na wanasiasa wengine ambao wanapinga serikali ya Kenya Kwanza. Na pia tumeona pia waandishi asubuhi ya leo kwenye magazeti wameangazia masuala ya fedha ama utumishi wa mali ya umma, matumizi ya mali ya umma, ambapo tumeona wakiangazia masuala ya pesa haswa kwenye budget ambazo zinakuwa allocated kwenye financial years
tofauti ambapo tumeona mwandishi ameangazia kuhusu finance bill ya mwaka uliopita na kwa sasa kuendeleza tu lile jambo ama swala la uchumi nchini Kenya na jinsi uchumi nchini Kenya unaendelea na jinsi viongozi wanatumia pesa za umma haswa kufanya kampeni za mapema na pia kujiendeleza wao wenyewe. Na pia kwenye gazeti hii ama asubuhi ya leo pia tunaona kuwa wameangazia masuala ya gambling ambayo jinsi labda yanaadhiri vijana haswa vijana na pia wanaoendesha bodaboda ama bodaboda riders, jinsi walitamkwa na mwandishi. Kwa hivyo ni pia walipatiana ripoti ambayo ni kati ya yale mambo ambayo yanaendelea kuangaziwa nchini Kenya kwa sasa. Kwa siku hizi tumekuwa tukiona wengi wakitumia gambling ama wakijiingiza, vijana wengi pamoja na wazee, hata wazee pia wakijiingiza kwenye gambling ambayo tumeona kuwa kidogo haileti yale mambo mazuri ambayo labda yanapaswa kutoka kwa gambling. Tumekuwa tukiona kuwa watu wanashinda pesa fulani ama mtu akishinda pesa fulani anauliwa na rafiki yake kwa sababu ya wivu, na pia tumekuwa tukiona labda mtu asiposhinda na alikuwa amebet pesa nyingi anamalizia labda kujiua ama kufanya tu jambo ambalo si nzuri. Na pia tumeona pia familia zinasumbuka haswa kwa wale ambao ama tuseme wanaume ambao wanafanya betting kwenye majumba tofauti labda kwao, alafu wanatumia pesa hizo ambazo labda zilikuwa zinapaswa kutumika kama karo, kulipia watoto wao karo ama kufanya maendeleo katika boma zao. Unapata kwa wametumia pesa hizo katika gambling na hawapati chochote. Najua gambling ni 50-50, ni kupata ama ukose. Kwa hivyo labda mtu ambaye anaweka pale labda anaweka shilingi milioni 100 ama mtu anatumia labda shilingi 1,100 ama hata ikuwe ni 1,000 ama 100, yote pia ni pesa, na kulingana na jinsi mtu anapata kipato chake ni pesa kubwa. Kwa hivyo pesa yote ambayo inatumika kwenye gambling unapata kuwa labda hairudi ama jambo ambalo labda linawafanya hawa watu waweze kukasirika na pia kutenda mambo mabaya haswa kwa familia zao ama kwao wenyewe. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia ilipatiwa kipaumbele asubuhi hii ya leo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye gazeti asubuhi hii ya leo, na pia tumeona habari za ulimwengu ambapo tumeona raia wakiandamana ili kumwambia Donald Trump kuwa kidogo hatufurahi kazi yako ambayo unaendelea kuifanya. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hizi za asubuhi ya leo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele, na pia mpenzi mtazamaji, nilikuagiza hapa wale kuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii unaweza kutuelezea kuwa ni yapi yale wewe unahisi kuhusu maudhui ya asubuhi ya leo, haswa kwa jambo la vijana kupewa kazi. Je, we unakubaliana kuwa wabunge ama viongozi tofauti wanauzia vijana hawa kazi ama barua za kazi? Je, unakubaliana na hayo ama ni uongo? Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti ama katika magazeti asubuhi hii ya leo, na tunaendelea kufuatilia mipango yetu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tufuatilie @Ndizi TV News Digital, na pia on YouTube utatupata @Ndizi TV News, na pia tembelea tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili uweze kujua mengi zaidi. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele. Nataka niangalie kidogo wale ambao umejiunga nasi haswa kwenye mtandao wa Facebook, kama kutakuwa na wale ambao wamejiunga nasi, tuweze kupitia maoni yenu na pia jumbe zenu fupi katika kipindi chetu cha leo asubuhi hii ya Jumatatu. Naona pale kuna watu ambao wameingia kwenye kipindi. Tunamwona Clau Nyekuza akisema good morning, ako tuned in, na pia tunaona Jose Evans anasema following, na pia tunaona Anthony Ragori akisema
Anthony Ragori na Jen Nyabate from Kenyatta University, na Lydia Nyaboke, Victor Omondo, Dennis Kirandi, Amos Kamori, Mocheche, Julius Omosomba, Mary Mora, Simeka Nyanga, Masai, Atambo, Thomas Nyakundi, Fred Nyandeka, Tuya na wengine wengi wapo ndani ya kipindi. Tunashukuru sana, na tunamuona Victor Omondo Mienda akisema Evelyn Mugunde pia wako ndani ya kipindi. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale ambao mnaendelea kufuatilia kwenye mtandao wetu wa Facebook na pia mtandao wetu wa YouTube. Tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu kupatia kwamba ni yapi yaliyojiri na pia ni yapi yale tunatarajia ama matukio ambayo tunatarajia siku hii ya leo na pia kwenye wiki hii ambayo imeanza siku ya leo. Tutakuwa tunarejea kwa muda usio kwa mrefu. Langu jina Jacinta Nyabeta. Endelea kubaki ndani ya Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court. Huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values.
Kwa mpasho saa 7. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Sha Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Sha Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Tazama Ndizi TV Africa. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Pambazuko asubuhi ya leo, siku ya Jumatatu, ambapo kwa sasa tunaingia kwa yaliyojiri, kukuelezea tu ni matukio yapi yamekuwa yakiendelea nchini Kenya, haswa wikendi hii ambayo tumeimaliza siku ya jana. Karibu jiunge nasi kwenye mtandao yetu ya kijamii, Facebook @Ndizi TV News Digital, YouTube @Ndizi TV News, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Hapo awali asubuhi ya leo nilianza kwa habari za kusikitisha, ambako niliwaelezea kuhusu wajeruhi watano ambao si wajeruhi lakini watu ambao walifariki watano baada ya gorofa kuanguka kule kwenye bunge la Bomachoge, ambapo mjini Kisii, ambapo pia tulikuwa tumeona watu wengi walipoteza maisha yao katika kuporomoka kwa jengo hilo. Na pia tuliona kuwa anaitwa naibu wa gavana alifika kule na pia kuzungumza na wakazi wa eneo lile, na pia kikosi cha kushughulikia dharura kikiongozwa na kundi la Msalaba Mwekundu na pia wakishirikiana na maafisa wa polisi. Tuliona kuwa walifika pale kutoka kaunti ya Kisii ili wafanye kuokoa, ama wakati ambao walianza shughuli za kuokoa wale watu ambao bado walikuwa wamekuwa trapped hapo kwenye hilo ama kwenye jengo hilo ambalo lilianguka. Na pia tumeona pia wakazi wakizungumza kuhusu yale ambayo yalitokea, lakini haswa gavana, naibu wa gavana pia akizungumza akisema kuwa wote ambao walihusika watakuwa wanashughulikiwa, na pia sheria itakuwa inachukua mkono wake ili kujua kwa ni yapi, uchunguzi utafanywa ili kujua kwa ni yapi yalitokea kwenye sehemu hiyo ya Kisii. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yalitokea siku ya jana. Na pia siku ya jana tulimuona aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua akizungumza baada ya ziara yake Rais William Ruto kuisha ama kumalizika siku ya Jumamosi kule Mlima Kenya. Na Rigathi Gachagua alikuwa kwenye kanisa la PCEA kule Mwiki Kasarani katika kaunti ya Nairobi, ambapo tuliona watu walienda pale na kuleta rapsha, na maafisa wa ulinzi wakalazimishwa kutumia vitoa machozi na pia kulipua risasi hewani ili kuwafurusha wale ambao walikuwa wameenda pale, ambao walikuwa wanataka kuingia kanisani. Na pia tulimuona Bwana Rigathi Gachagua alizungumza baadaye hapo nje ya kanisa, ambaye alisema kuwa atakuwa anafanya kikao na wanahabari siku ya leo na atakuwa anazungumza mengi. Kwa hivyo kwa tukio la siku ya leo tutakuwa tunangojea Bwana Rigathi Gachagua kuzungumza, na pia aliendelea kumkashifu Rais William Ruto na kumhusisha na wahuni hao ambao walienda pale kuleta rapsha kwenye kanisa hilo la PCEA, na akisema kuwa Kenya ni nchi huru ambayo kila mmoja ana uhuru wa kuabudu na kufanya lolote lile ambalo anataka kulifanya. Na pia Gachagua akamkumbusha gavana wa kaunti ya Nairobi Bwana Johnson Sakaja kuwa wao wote ambao waliteuliwa wakiwemo kule Kasarani, na amedokeza kuwa ifikapo mwezi wa 5 atakuwa anazindua rasmi chama chake yeye mwenyewe chake Bwana Rigathi Gachagua. Kwa hivyo tuangazie tu ama tusikize tuone kuwa ni yapi Bwana Rigathi Gachagua alizungumza hapo jana. And mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu nitazungumza kesho jioni. Takuwa na interview kesho. Niko na maneno tomorrow. Angalia vile maneno iko vile Kenya naenda, na nitasema kesho. So mine is to say Kenya is a country of the rule of law and constitutionalism. Na katiba yetu has granted several freedoms, ikiwemo freedom of worship, freedom of association, freedom of speech, freedom of movement. Tumeona a concerted effort
to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. It's very, very unfortunate. I didn't mind kutumiwa goons kila pahali kama hivyo ndivyo rais ameamua. If that is his modus operandi, it's okay. But sending goons ndani ya kanisa, rais, what happened to you? Ndani ya kanisa, surely hao watu ya kanisa ndio walikuombea. Sasa wewe umefika kiwango, ulinitumia goons Limuru kwa funeral, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. The other December ukatutumia goons huko Shamata, wakatuangaisha, tukasema ni sawa. Last week ulikuwa umetuma watu huko Nyeri nje ya kanisa. Sasa umekuja mpaka umeingia ndani ya kanisa. Sawa, tulikuwa tunafikiria utapanga nje ya kanisa. But you have become bold. You don't care anymore that you are sending goons through the governor hapa ya Nairobi kuja kuangaisha kanisa la Kristo na kuangaisha sisi. It's okay, there is no problem. Wewe endelea kama unaona hivyo ni sawa, there is no problem. We are aware the Deputy Inspector General aliambia polisi wasikuje, but a few policemen in plain clothes walikuja wakasaidia pale, which is okay because there are some officers who are conscious that they have a constitutional obligation to protect life and property. Last week umetumia polisi kutuangaisha Naivasha, which is okay. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Bora walipe, si ndio? So we now let us be decent people. The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee pale tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. But of course, when we were seated here, wondering why the president would go to that length of sending goons inside a church to attack leaders, to attack Christians. But we also remember that sometimes back, kanisa ya Kiambaa, watoto walikuwa huko, walichukuliwa wakarudishwa ndani wakachomeka. So we are not surprised because hii ni tabia ambayo inaonekana it is consistent. So where rais endelea, no problem. Lakini ujue hii kitendo ya leo, uhusiano yako na kanisa ya PCA is irreparably damaged ever. So wewe endelea tu. Naam, ni matamshi yake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumza hapo jana jijini Nairobi alipokuwa baada ya kushambuliwa na wahalifu ambao hawajulikani. Lakini tumemsikia hapo akiuliza Rais William Ruto, mbona hatume watu waende kuleta vurugu mpaka kanisani? Kwa hivyo pia ni jambo ambalo tutakuwa tunaendelea kulifuatilia, na pia alizungumza akisema kuwa siku ya leo atakuwa anazungumza na wanahabari. Kwa hivyo siku ya leo pia tutakuwa tunafuatilia tujue kuwa ni nini kile naibu wa rais ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua atakuwa anazungumza nini. Tulikuwa tukiona kutoka wiki iliyopita, weekend iliyopita, Rais William Ruto alizungumza na wanahabari wa vituo vya redio haswa vya lugha ya Kikuyu, ambaye alikuwa anazungumza na wao akasema kuwa bwana Rigathi Gachagua alimuomba shilingi bilioni 10 ili aweze kumtengenezea umaarufu haswa kwenye Mount Kenya region ama Mlima Kenya kabla ya ziara yake. Lakini tulimuona kule Rais William Ruto akizungumza akisema kuwa mimi sikumkubali ama sikumpa hizo pesa,
Lakini tena hapo awali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pia alisema kuwa Rais William Ruto alitaka kumpa shilingi bilioni 2 ili aweze kujitoa serikalini, lakini pia akakataa. Kwa hivyo Wakenya wameanza kujiuliza kidogo, hizi ni pesa gani ambazo zinatumika na viongozi kufanya hizi tuseme hizi ni deals ambazo viongozi wanakuwa nazo. Kwa hivyo nikamuona pia kiongozi mmoja kutoka magharibi mwa Kenya pia akizungumza akisema kuwa kama naibu wa rais alipatiwa ama aliomba shilingi bilioni 10 na Rais Ruto alitaka kumpa shilingi bilioni 2, haya basi rais atuelezee alimpa shilingi ngapi bwana Raila Odinga ili waweze kuja pamoja na kutengeneza muungano wao. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale maswali ambayo yanaendelea kuulizwa na Wakenya kuwa je, siasa za nchi yetu ya Kenya ni za tunaziita transactional kwa sababu hamna yule ambaye unamwamini, ni kununua ile uaminifu kutoka kwa kiongozi mwingine ambaye unaona ana umaarufu mkubwa kuliko ama anaweza kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo watu wanauliza hizi ni pesa zetu, wakazi wa Kenya wanauliza hizi ni pesa za nani ambazo serikali inatumia kuwapa viongozi hawa. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa kina, mpenzi mtazamaji. Tukisonga mbele kwa yale ambayo yaliendelea kujiri hapo jana, tuliona kuwa chaguzi za chama cha ODM zilianza, ama uchaguzi unapaswa kuanza siku ya leo, na ni uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM unapotarajiwa kuanza siku ya leo kufika siku ya Jumatano katika maeneo tofauti tofauti. Uongozi wa chama hicho katika kaunti ya Nairobi umetoa taarifa kuhusu maandalizi na uchaguzi wa uchaguzi huo, na pia viongozi hao wamezungumza baada ya kufanya kikao na wakiongozwa na John Mkoya. Naam, anaitwa Mkoya. Tuangazie tusikie ni yapi yale walizungumza siku ya jana. Nchi wetu wa Nairobi na wafuasi wa ODM katika chama cha chungwa hapa Nairobi ni kwamba kura hiyo ambayo itakuwa inafanyika kesho itakuwa kura ambayo tunahitaji ikuwe kura ya amani, na wasiwe na shaka kwamba kura hiyo ambayo tunaenda kufanyisha itakuwa kura ambayo kila mwananchi na kila delegate wa ODM ambaye alipita katika polling center ndio ambao wataweza kupiga kura ya kesho, na watakuwa wanapiga kura hiyo kulingana na vile walipiga kura wakati ambao ulipita, wakati walianza na kura zile za nyanjani. Na tunaomba kwamba wakazi wetu wa Nairobi na wafuasi wetu wa ODM na wapiga kura wetu wa delegates wa ODM, kura hii ikuwe kura ya amani. Hatutaki kura ambayo itakuwa kura ya vurugu. Sisi sote tuko katika chama cha chungwa, na tunapokuwa City County Committee, Election Committee, in a nutshell what we are saying that Monday and Wednesday will be our election days, Monday being the ward level, and then Wednesday we are doing the constituency level. We want to urge all the party members who will be participating in the exercise, more so the delegates, to be peaceful, and we embrace reconciliation. That is the information from the party. Let's embrace reconciliation, negotiate, and so that nobody feels left out. If we are going to carry everyone on board, even it will be a plus for the... Ni baadhi ya uchaguzi ama baadhi ya yale ambayo walikuwa wanazungumza kuhusu uchaguzi wa mashinani wa chama cha ODM ambao unatarajiwa kuanza rasmi hii leo na kuendelea kufika siku ya Jumatano, ambapo wanatarajiwa kuchagua viongozi tofauti tofauti. Na tuliwaona viongozi wengine wa chama hicho cha ODM akiwemo Bwana Sifuna wiki jana akizungumza kuhusu uchaguzi huu, ambapo alipeana baadhi ya taarifa kuhusu kaunti tofauti, na pia kuna sehemu ambazo uchaguzi huu hautakuwa unafanyika, na pia kuna sehemu zingine ambazo watakuwa wanaendelea na uchaguzi huo. Na pia akazungumza kuhusu leadership ama uongozi wa chama hicho cha ODM, ambapo alisema kuwa watakuwa wanaendeleza
uchaguzi na pia kuendeleza kuwa na uongozi bora katika chama cha ODM, ambapo pia walijitetea kuhusu madai yake Kalonzo Musyoka kuwa wamejiingiza kwenye IEBC ama kwenye usaili ambao unaendelea wa IEBC, akisema kuwa jopo lile halifanyi kazi vizuri na chama cha ODM pamoja na chama cha UDA kilikuwa ama vyama hivi viwili vimepanga jinsi wachagua mwenyekiti na pia makamishna wale 6 wa tume ya IEBC, lakini ni madai ambayo tulimuona bwana Sifuna pamoja na chama cha ODM wakikataa. Kwa hivyo tutakuwa tunaendelea kuangazia matukio haswa ya uchaguzi huu wa mashinani kwenye chama cha ODM katika kaunti tofauti na bunge tofauti, na pia tutakuwa tunafuatilia siku ya leo. Pia tutakuwa tunaangazia tukimngoja bwana Rigathi Gachagua kuzungumza haswa kuhusu jambo ambalo alikuwa amesema kuwa siku ya leo atakuwa anazungumzia wanahabari. Kwa hivyo ni matukio mengine ambayo tunatarajia kufanyika siku ya leo, na pia tunatarajia jopo la uteuzi kuendeleza usaili wao haswa kwenye kutafuta makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC, kutafuta wale 6 ambao wanapaswa, na shughuli hiyo inapaswa kuendelea mpaka tarehe 12 Mei, na tuliona kuwa waliongezwa wiki 2 ama jopo hilo la uteuzi liliongezwa wiki 2. Ni dakika 42 zimekatika baada ya saa 1 masaa ya Afrika ya Mashariki. Nataka nipitie kidogo jumbe zenu haswa kwenye mtandao wa Facebook. Namuona pale Vicky Omosa anasema kutoka Nairobi West ako ndani pamoja hadi tamati, na salimia mam kutoka Matibo niko ndani. Tunashukuru sana. Kalen Osindena yeye anasema kutoka Nyamakoro Tonyamira County niko ndani. Jared Orure anasema kutoka Nyachichi Secondary School Nyamira County watching live. Na pia tunamuona Teresa Kemunto akisema ako tuned in from Karatina. Victor Omondo Meyenda anasema watching live kutoka Kilimani Nairobi, tuko pamoja hadi tamati. Ako pamoja na wengi ambao siwezi kusoma majina yao kwa sasa, lakini tunaona pale wanaendelea kujiunga pamoja. Na pia Cloud Nyekuz namuona anasema good morning tuned in, na pia Jose Evans anasema yuko tuned in. Kwa hivyo pia wewe endelea kutuandikia jumbe ukitueleza unatazama ukiwa pande gani, na pia nilikuuliza, je, unaamini kuwa wanasiasa ama viongozi wanawauzia vijana barua za kazi za ajira? Ni swali ambalo nilikuwa nakuuliza. Kama unakubaliana nalo, basi nielezee kwenye mtandao wetu wa Facebook @Ndizi TV News Digital ama kwenye mtandao wa YouTube @Ndizi TV News. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Endelea kubaki ndani ya Pambazuko ndani ya Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Vipi nakuaje Mr. Practical Daddy episode nakwambia ndani ya Ndizi TV Africa. Bana, nakwambia kuna kipindi kinakuja moto juu ya fire kabisa. Jina kamili sema ni The Urban Blaze, mtu wangu. Itakuwa pale inaanza siku ya Jumatatu mpaka ifikapo siku ya Ijumaa, yani Monday to Friday pale moja kwa moja, yani bana kuanzia pale saa 7:30 mpaka ifikapo saa 10 ya jioni, mtu wangu. Yani bana kutawaka moto tena zaidi. Za kusaga kachiri, shake, sakata segere singeli, shake. Pale hivyo tukianza show pale siku ya Monday, itakuwa pale hivyo tunaanza na yani check up kidogo, unaambia kwamba wewe nani, ukiwa area gani, alafu unatupata kwa njia gani pale moja kwa moja. Alafu tena kingine itakuwa ni stories pale kuongelea wasanii. Kifika siku ya Tuesday ndio hivyo kabisa after check up itakuwa tunazungumzia msanii ambao anafanya kazi nzuri pale. Alafu siku ya Wednesday ni siku ya watoto, yani wasichana na kuambia. Siku ya Thursday inakuwa ni TBT, alafu ikifika pale siku ya Friday inakuwa pale ni yani bana nakwambia ma request kali kabisa. Kwa hivyo nakwambia bana hapana kosa kutune in zaidi pale ndani ya Ndizi TV Africa. Call me Mr. Practical, they do call me Daddy
episode. Tupatane live. Sini sawa ya mkopo wako fiti na sini sawa asini sawa mafuta silipanda tukavuka Uganda. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court. Huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii.
I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko ikiwa ni siku ya 7 na zimekatika dakika 52 baada ya saa 1 saa za Afrika ya Mashariki. Kama unajiunga nasi sasa hivi, karibu na uendelee kuwa ndani ya Ndizi TV Africa. Tukisonga mbele kwenye taarifa za kusikitisha ni kwamba afisa mmoja wa polisi kutoka eneo bunge la Rachuonyo Mashariki ambapo katika kaunti ya Homa Bay alijiua baada ya kuua watoto wake watatu kule Kakdhimu, ambapo pia afisa huyu wa polisi inasemekana kuwa alikuwa na shida za kifamilia. Tutazame ni yapi wakazi wa eneo hilo walikuwa wanazungumza. The deceased, what I can say, he has been having some domestic issues, and probably that is the cause of the death. Due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from. Naam, na tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine za ajali ni kwa watu 15 siku ya jana walipoteza maisha yao katika barabara ya Kericho Sotik, ambapo wale ambao walijeruhiwa ama majeruhi walizungumza wakisema kuwa walizungumza katika barabara hiyo ya Kericho Sotik wakisema kuwa gari ilipoteza mwendo, na pia tulimuona Davis Chirchir ambaye ni waziri wa masuala ya transport akizungumza akisema kuwa watakuwa wanarudisha alcoblos barabarani na pia kuwasaidia madereva ili waweze kuwa kwenye mkono mzuri wa sheria wakiendesha gari barabarani, na pia akasema kuwa watakuwa wanaleta faini na pia kuwashika wale ambao ama madereva ambao wanaendesha gari kwa mwendo wa kasi na pia kubeba watu ambao wamepita kiwango kingi kuliko kile ambacho kinafaa kwa gari za abiria. Ilikuwa na momentum, ilikuwa imeshika na juu ilikuwa na mziko wa mteremko. Sasa kijana akajaribu kukata hivi, alikata tu moja kupita kwa hiyo boda. Saa vile alikuwa anajaribu kurudisha hiyo Nissan ilikuwa sasa imekaribia ikakongana. Na mimi naomba serikali naye pia aangalie hii barabara ya Sotik Litei. Barabara yenyewe ni nyembamba na imepoteza watu wengi sana. Alcoblos to our roads to make sure that kama nidhamu ni shida kwa sababu ya pombe, tuwasaidie wale wanataka kukunywa with denying them to drive for 1 year, fining them 100,000 or an imprisonment of up to 2 years or both. Naam, tumekuwa tukiona ama tumekuwa tukishuhudia kwa sasa ama mwezi huu, tangu mwezi huu uanze na pia mwezi Machi ukiisha, tumekuwa tukishuhudia ajali nyingi za barabarani. Hatujui kuwa ni nini haswa kinasababisha ajali hizi, kwa sababu tunajua kuwa wanafunzi wametoka shuleni na wamefungwa, wamekuja nyumbani kwa likizo ya Aprili ya muhula wa kwanza.
Na tuliona wanafunzi wawili kule jijini Nakuru pia walipata ajali ambapo waligongwa na gari la polisi. Na baadaye pia tumekuwa tukiona ajali nyingi. Tuliona ajali ya Limuru ambapo tuliona familia ilipoteza watu 7 ambao walikuwa wakiwemo watoto na pia baba na watu wengine ambao walihusika kwenye ajali hiyo. Kwa hivyo ni watu wengi ambao wamepoteza maisha yao kwa njia ya kupoteza maisha yao kwa ajali za barabarani. Haswa unapata kuwa kidogo mtu amelala, na kuna watu ambao labda wamechoka wakitoka nyumbani na wanaendelea kuendesha gari, na kidogo tu unapata kuwa amelala na amepata ajali ama kugonga gari lingine. Na pia kuna mambo mengi ikiwemo pia ulevi, pia ni jambo ambalo pia limeangaziwa sana, haswa jambo ambalo linasababisha ajali nchini Kenya. Ni jambo ambalo bado liko jambo kuu ambalo bado linafaa liangaziwe kwa wingi. Na pia tuna kujaza gari ama kubeba abiria wengi kupita kiasi pia ni sababu nyingine ambao watu tu wamezungumza wakisema kuwa gari labda ziubeba watu wengi ambao labda gari ambalo ni la watu 14 inabeba watu 20. Kwa hivyo hawa watu wengine 6 wameketi wapi? Na pia gari ambalo limetengenezwa kubeba watu 6 kubeba watu 20 ama 22 inaleta shida kidogo. Na pia tumeona pia Wakenya wakiwalaumu maafisa wa trafiki wakisema kuwa maafisa hawafanyi chochote wakiwa pale barabarani. Hamna kitu ambacho wanafanya, kazi yao ni kuchukua tu hongo na kunyamaza. Wanaona gari labda limejaa, lina watu 22 na ni gari ambalo linabeba watu 14, lakini hawafanyi chochote, bali tu ni kuchukua tu pesa na kujifanya tu kwamba hawajaona chochote. Na pia tunajua kuwa kuna magari ambayo labda hayako katika hali nzuri ya kuingia barabarani, na pia lakini yako barabarani yanaendelea kufanya usafiri wa mizigo na pia wa watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini hayamo katika hali nzuri ya kubeba ama ya kuwa barabarani. Kwa hivyo pia ni njia moja ambayo inasababisha ajali nchini Kenya. Kwa hivyo baadhi tu ya yale ambayo yanasababisha ajali nchini Kenya, kwa sababu tumekuwa tukiona Wakenya wengi wakianza kulalamika wakisema kuwa madereva ni walevi na serikali inapaswa kufanya kazi fulani. Tumekuwa tukiona NTSA ikiweka labda mikakati mingi haswa kwenye barabara, wakisema kuwa watakuwa wanafanya labda watakuwa wanaelimisha madereva, watakuwa wanatumia labda wanaagiza kuwa wale madereva ambao wanaendesha magari barabarani wanapaswa kuwa na leseni ambazo zinaonyesha kuwa walienda darasani. Lakini je, hao madereva wote ambao wa barabarani ambao wanaendelea kufanya labda uchukuzi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, je, wana leseni na pia wamesomea kuendesha gari? Na hata wale wa bodaboda pia wakiongezwa kule, kwa sababu tunajua kwa bodaboda ni nyingi haswa kwenye maeneo tofauti nchini Kenya. Magharibi mwa Kenya tumeona Kisii, Nyanza, tumekuwa tukiona pikipiki ama uendeshaji wa bodaboda watu wamekuwa wengi, kwa sababu tunajua ni njia mojawapo ya kujitafutia haswa kwa vijana. Lakini tumekuwa tukiona pia wao huleta zile ama rapsha na vurugu haswa wakati labda kuna ajali ama jambo lolote limetokea, na wakati mwingine unapata kuwa hawajajipanga vizuri, na ni jambo ambalo pia linaleta msuko wa magari, zile traffic jam, na pia wakati mwingine labda wanaleta ama wanasababisha ajali kwa sababu ya ule mchanganyiko ambao unaletwa haswa kwa kusonga, yani ile wanasonga kwa pamoja na wingi na ile speed ambayo wanatumia wanaenda kwa mwendo wa kasi. Kwa hivyo pia ni sababu moja ambayo pia Wakenya wamekuwa wakisema kuwa ni sababu ambazo zinasababisha ajali nchini Kenya. Kwa hivyo taarifa hiyo, na natumai kuwa kwa sasa maafisa wa trafiki wanapaswa kuanza kufanya kazi zao, na pia
kwa umakini na kwa njia mwafaka, kwa sababu hatujakuwa tukiona. Labda wewe uniambie, wewe ukipanda gari labda unatoka kwako ukielekea kazini ama ukitoka kazini ukielekea kwako, je, maafisa wa trafiki unajua kwamba gari ambalo umepanda wewe labda lina watu wengi na wale ambao labda si waabiri lakini wale madereva unapata kwa wanakuambia hauna option, lazima upande gari hili kwa sababu wewe hauna gari kwa hivyo labda una haraka, unapaswa kufika ofisini mapema, unalazimishwa labda unalazimika kusimama kwenye gari hilo. Inaweza kuwa ni basi ama kuketi mahali ambapo hamna kiti, unapatiwa tu wanaita sambaza, wewe unakalia pale sambaza ili uweze kufika kazini. Labda ni yepi yale maafisa wa trafiki wanapaswa kufanya, kwa sababu pia ni jambo mojawapo la kuimarisha usalama na kuendeleza kwa sababu tumeona watu wengi wamepoteza maisha yao. Tuliona kwenye gazeti wakisema kuwa 1139 people have lost their lives haswa kwenye ajali za barabarani. Kwa hivyo hao ni watu wengi sana na tuheshimu maisha yetu. Labda wewe abiria, kama abiria unaweza kusema mimi siingii kwenye gari hilo kwa sababu najua limejaa, lakini pia ni njia mojawapo tu ya kuendelea kujichunga. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea ama Wakenya wanaendelea kuyaangazia kwenye barabara zetu na haswa kwa yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Na nilizungumzia hapo awali kuhusu taarifa ya gorofa kuporomoka mjini Kisii kwenye bunge la Bonchari, na nimemwona pale Governor Simba Arati akiangazia ama akizungumzia, akiandika kwenye mtandao wa Facebook akisema, my deepest condolences go out to the families of the 5 individuals who lost their lives today in when a 4-story building collapsed in Itirio, Bonchari constituency. County disaster management personnel alongside with the Red Cross, police and other stakeholders are actively engaged in rescuing those trapped in the debris. Investigations are ongoing and those found responsible for any negligence or poor workmanship will face legal repercussions. Kwa hivyo ni taarifa yake Simba Arati ambayo aliandika kwenye mtandao wa Facebook jana usiku akizungumzia kuhusu swala hilo ama kuporomoka kwa nyumba hiyo katika eneo la Itirio kule bunge ama eneo bunge la Bonchari katika kaunti ya Kisii. Kwa hivyo tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine, ni kuwa Faruk Kibet ambaye aliongoza viongozi wengine kutoka kaunti ya Uasin Gishu wameendelea kumtetea Rais William Ruto, huku wakiendelea kusema kuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaendelea kumfokea ama kumpa madai ya uongo Rais William Ruto, wakiendelea kumtetea. Hapo jana Faruk Kibet alizungumza katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu. Tusikize Faruk Kibet alikuwa na nini ya kusema hapo jana. Unataka kuongoza nchi lakini matamshi yako ni ya jikoni, matamshi yako ni ya ukabila, wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Unajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Yenye mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Sasa wale vijana watu wengine wenye wako na roho mbaya ati hao watu walinunulia. Unanunuaje watu milioni 5? It is not possible. Wakati unaeneza siasa ya chuki, nataka ukome na uulize siasa ya President Ruto inaendeleaje. Sababu sisi hatukuamini itafika mahali President Ruto atatualika kwa serikali.
Naam, ni baadhi ya yale ambayo walizungumza viongozi hao jana kwenye kaunti hiyo ya Uasin Gishu. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kwamba waziri wa fedha John Mbadi amezungumza kuhusu uchumi wa nchi ya Kenya, ambapo amezungumza akisema kuwa kidogo itakuwa ni ngumu kuendeleza uchumi wa nchi ya Kenya, haswa alikuwa anazungumza akisema kuwa alizungumza akisema kuwa Kenya imekuwa ikiomba pesa for short-term solutions and long-term projects had hindered the country's economic progress. Kwa hivyo imekuwa ni kwamba uchumi wa nchi ya Kenya alikuwa anaangazia kuhusu uchumi huo akisema kuwa tumekuwa tukiomba sana na zile ama yale maendeleo ambayo tunafanya hizi pesa bado hazitoshi, ama maendeleo ambayo miradi ambayo Rais William Ruto na serikali yake inafanya kidogo yanachangia kwa uchumi mbaya wa nchi yetu ya Kenya. Pia ni taarifa ambayo tutakuwa tunaendelea kuifuatilia na kukuelezea tu ni yapi ambayo yatakuwa yanazungumzwa haswa na waziri wa fedha John Mbadi. Na pia jana pia tuliona ajali nyingine ilitokea baada na kuacha watu 4 wa familia moja ambao waliaga kwenye kunradhi, ni ajali ambayo ilitokea jana usiku ambayo ilitokea kwenye barabara ya Siaya Nyandorera Road ambayo ilitokea jana usiku, ambayo ilikuwa kwenye gari aina ya Salon Car ambayo iligongana na school bus ama gari ya shule au family members ambao walikuwa baba, watoto wawili ambao ni wavulana wake ambao walikuwa miaka 5 na mwingine alikuwa umri wa miaka 10 walipoteza maisha yao, na baba yao alikuwa miaka 47 ambao walipoteza maisha yao wote on the spot, na ilikuwa head on collision. Kwa hivyo ni taarifa ya kusikitisha ambayo jinsi tumezungumzia hapo awali kuwa ajali za barabarani zimekuwa nyingi, na tulimsikia kule Chief Paul Kanoti ambaye ni wa Usonga location alizungumza akisema kuwa mwanaume huyo ni mwanabiashara wa Port Victoria na alikuwa anaendesha familia yake kwenye gari hilo la aina ya Salon Car akielekea Siaya ambapo towards Nyandorera ambayo pia alipata ajali hiyo. Na pia akasema kuwa hao 4 wote waliaga on the spot ama walikufa on the spot, na pia bibi yake mwanaume huyo na mtoto mwingine waliumia ama walipata tu walijeruhiwa kidogo, na kwa sasa wanaendelea kupata matibabu kwenye hospitali moja, akisema kuwa pia dereva wa gari ya shule ambayo ilikuwa ni school bus pia yeye alipata kuumia na ameendelea kupata matibabu kwenye hospitali ya Siaya County and Referral Hospital. Na pia akisema kuwa hao watu 4 ambao walipoteza maisha yao wamepelekwa pia kwenye mochari ya Siaya County na wanaendelea ama watakuwa wanapata postmortem examination ambayo itakuwa inafanya kwenye hospitali hiyo. Kwa hivyo ni habari nyingine ambayo tunaendelea kuipata kwenye meza yetu ya habari ambayo ilitokea hapo jana usiku kwenye barabara ya Siaya Nyandorera barabara hiyo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Ungana nasi kwenye mtandao yetu ya kijamii @Ndizi TV News Digital kwenye Facebook na pia Instagram, X account, TikTok na pia YouTube utatupata @Ndizi TV News. Tutakuwa tunaendeleza kukujuza mengi ambayo pia tunatarajia siku ya leo ambayo watakuwa naendelea kutokea siku hii ya leo, na pia yale ambayo yalikuwa yanaendelea hapo jana. Nitakuwa narejea kwa muda usio mrefu. Endelea kubaki nasi ndani ya Pambazuko ndani ya Ndizi TV Africa.
Unatazama Ndizi TV. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 44 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Unatazama Ndizi TV. Mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa, karibu tena tukiendelea na kipindi chetu cha Ndizi Pambazuko, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Tunaendelea kuelezea kuwa ni yapi yanaendelea nchini Kenya na ni yapi yale ambao tunatarajia kusikia na kuangazia siku hii ya leo. Kwa hivyo baadhi ya yale ambayo tunatarajia siku hii ya leo ni tunajua kwamba ODM, chama cha ODM kitakuwa kinaanza uchaguzi ama grassroots elections zitakuwa zinafanyika siku hii ya leo, na zitaanza rasmi siku ya leo na kuendelea mpaka siku ya Jumatano. Kwa hivyo ni tukio moja ambalo tunatarajia siku hii ya leo, na pia tunatarajia viongozi ama jopo la uteuzi la IEBC wanaendelea kutafuta makamishna 6 ambao wanatarajiwa baada ya kumaliza shughuli hii ambayo watakuwa wanaendeleza kufikia siku ya Mei ama mwezi wa Mei tarehe 12, na ni shughuli ambayo itakuwa inaendelezwa ili kutafuta makamishna 6 wa tume ya IEBC, na baadaye pia watatuelezea kuwa mwenyekiti ni nani. Tunajua kuwa usaili wa kutafuta mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi na mipaka IEBC walishafanya labda walishafanya usaili ule, na kwa sasa tunangojea tu kupata majibu ya kuwa ni nani atakuwa mwenyekiti wa tume hiyo. Na pia kwenye makamishna wengine wanaendelea, lakini tulikuwa na wateule 111 ambao waliteuliwa katika kuingia kwenye usaili huo wa IEBC, ama waenda kufanywa interviews ama mahojiano na jopo hilo la uteuzi. Kwa hivyo hatujui ni nani atakayepata labda vyo hivi aswa za makamishna za watu 6 ambao tunajua watakuwa 6 baada ya hawa kati ya 111 ambao watakuwa wanapata kufanywa mahojiano na jopo hilo. Kwa hivyo siku ya leo pia tunatarajia jopo hilo kuendeleza shughuli hiyo ya uteuzi. Na pia tukisonga mbele, siku ya leo pia tunamtarajia aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuzungumza na wanahabari. Hatujui atazungumza saa ngapi, lakini alisema hapo jana kuwa atakuwa anazungumza na wanahabari siku ya leo, ambapo tunamtarajia pia azungumze labda kuhusu ziara yake Rais William Ruto, ama hatujui haswa ni yapi yale ambayo Rigathi Gachagua atakuwa anazungumza siku ya leo, lakini tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa umakini ili tuweze kukupatia haya yote haswa kwenye mpasho saa 7 ifikapo saa 7 kamili mchana wa leo. Na pia kwa yale ambayo yanaendelea nchini Kenya, tunajua kuwa siasa za nchini Kenya bado zinaendelea kutamba kwa undani kabisa, lakini tutakuwa tunafuatilia kwa sababu tunajua pia kwenye siasa Bwana Gachagua atakuwa anazungumzia labda atakuwa anaangazia
10 billion shillings ambayo ambayo Rais William Ruto alisema ama alikuwa anadai kuwa alimuomba. Na pia tuliona Rais William Ruto alizungumza kabla ya kuanza ziara yake, na kwa sasa tumeona Gachagua anazungumza baada ya ziara ya Rais William Ruto. So hatujui jambo ambalo labda tunatarajia kutoka kwake Bwana Rigathi kuhusu chochote ambacho atakuwa anazungumzia siku ya leo, lakini tutakuwa tunafuatilia kwa makini ili tuweze kujua ni yapi yale ambayo tunatarajia siku hii ya leo. Kwa hivyo tukisonga mbele kwenye taarifa za ulimwengu, kuna taarifa moja ya kusikitisha ambayo ni ajali ya ndege ambayo 3 dead after medical helicopter crash in Japan. Kwa hivyo ni ndege ilipoteza mwelekeo na ama watu watatu wakapoteza maisha yao wakielekea Japan ama kutoka Japan, ambayo tunaambiwa kuwa ni watu watatu walipoteza maisha yao kwa a medical helicopter ambayo ilikuwa inawapeleka hospitalini. Walipoteza maisha yao wakaingia kwenye Sea of Southwest Japan, ambayo walipatwa na Coast Guard ambaye alizungumza akisema kuwa walikuwa watu maabiria 6 ambao walikuwa kwenye ndege hiyo na walikuwa wanaelekea hospitalini, hospitali ya Fukuoka City ambayo walikuwa wanatoka Tsushima Island ambayo in the Nagasaki region, ambao walitoka hapo jana mchana wa siku ya Jumapili. Na pia wanasema kuwa walikuwa wanaelekea hospitalini na walikuwa wanaenda kupata matibabu, lakini baadaye wakapoteza mawasiliano kati ya hawa the 6 passengers ambao walikuwa wanaelekea kule hospitalini, na wakapatwa by a patrol ship ambayo ilikuwa pale along with the helicopter. So walipatikana kwa maji. Wale watatu ambao walipoteza maisha yao ni mzee mmoja aliyekuwa miaka 86 na mwingine aliyekuwa miaka 68 na mmoja na daktari ambaye alikuwa miaka 34. Kwa hivyo wote wakati ambao walipatwa hawakuwa nasikia chochote na baadaye wakapoteza maisha yao. Kwa hivyo hao wote walipoteza maisha yao, walikuwa unconscious wakati walipatikana na kupoteza maisha yao baada ya muda usiokuwa mrefu baada ya kupatikana. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ya kusikitisha ya ulimwengu ambayo tumeiona kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na pia tukiangalia mbele kwa yale ambayo yanaendelea kutokea nchini ama kwenye ulimwengu, pia tulimuona Donald Trump ambayo tuliangazia asubuhi kwenye magazeti. Donald Trump tumeona kuwa watu wameanza kuandamana haswa kwenye the 50 states, ambapo wakianza kusema kuwa hawapendi ama hawafurahii jinsi anafanya kazi, na hii ni baada pia ya Trump kuweka ama kuongeza ushuru kwenye bidhaa ambazo zitakuwa zinaingizwa Marekani kutoka kwa nchi tofauti tofauti, kutoka Afrika na pia kutoka maeneo yote ya ulimwengu ama maeneo tofauti tofauti ya ulimwengu. Na pia tunaona EU seeks unity in fast strike back at Trump tariffs. Ni habari ambayo imeangaziwa na waandishi wa Reuters, ambao anasema European Union countries will seek to present a united front in the coming days against US President Donald Trump, likely approving a fast set of targeted countermeasures on up to 28 billion shillings of US imports from dental floss to diamonds. Kwa hivyo pia kidogo ni kama European Union na pamoja na Marekani kwa sasa wataanza sasa kuangaliana kwa umakini na kwa undani, haswa kwa bei za bidhaa ambazo watakuwa wananunua, na EU kidogo itakuwa inaongeza pia 28 billion
of US imports kutoka kwa dental floss na pia kutoka kwa madini ya diamond. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia inaangazia tu uchumi na jinsi Marekani ama Donald Trump, uongozi wake Donald Trump unaathiri watu wengi pamoja na nchi nyingine nyingi, haswa kwa sekta za uchumi. Kwa hivyo pia ni baadhi ya taarifa ya ulimwengu ambayo pia imepatiwa kipaumbele ama tumeipatia kipaumbele asubuhi ya leo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya yale ambayo yanaendelea nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya. Naona watu wengine wakiendelea kutufuatilia kwenye mtandao wa Facebook naona Vicky na pia Kalen. Naona watu wengi. Na Kirambauti Samuel pia namuona kutoka Danish akisema embassy, anasema good morning akiwa pamoja na wife Rispa Nyaboke. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wamejiunga nasi kutoka asubuhi mpaka sasa, ambapo tumekuwa tukiangazia masuala tofauti ya kisiasa, ya afya, ya elimu na pia habari za ulimwengu ambazo tumekuwa tukikuelezea kutoka asubuhi kufikia sasa. Lakini nitakuwa namalizia kipindi chetu cha Pambazuko na natumai kuwa umeweza kuelewa yale yote ambayo yanaendelea nchini Kenya na haswa pia kwenye sekta ya siasa ambazo zinaendelea nchini Kenya na pia yale ambayo tunatarajia siku hii ya leo na wiki hii kwenye nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tunashukuru sana wale wote ambao umejiunga nasi kutoka asubuhi kufikia sasa. Imefika zimekatika dakika 26 baada ya saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Tunashukuru wote ambao umejiunga nasi kwenye mitandao ya Facebook na pia mtandao wa YouTube na pia kwenye tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi wangu amekuwa ni James Ondieki ambaye amehakikisha kuwa sauti pamoja na picha zinakufikia kwa njia mwafaka. Tukutane ifikapo saa 7 kwenye mpasho saa 7, lakini kwa sasa endelea kufurahia kwa vipindi vyetu vizuri na vya burudani hapa ndani ya Ndizi TV Afrika. Kwaheri.